Unamaanisha nini? Nahitaji Zena aolewe na ndugu yangu Adam. Bwana Zege, hivi naota au bado nipo usingizini? Hebu nifinye kidogo, uende kawa bado naota. Nifinye. Ndugu yangu. Naam kaka. Mimi kuna jambo kidogo nilikuwa nataka tuzungumze. Na naomba uniazime masikio yako. Kama hili la utafuta mchumba ndio kwanza nimeanza. Kwa hiyo nipe kama siku kadhaa itakuwa lipo sawa. Unajua hapa kijijini kuna kaya nyingi sana. Kwa hiyo kuna jinsi ya kuangalia ipi kaya ambayo ni bora, yenye malezi bora. Unachokisema ni kweli kabisa. Jambo ambalo nahitaji kuzungumzia ni hilo la kuhusu mchumba. Ila nahitaji kuzungumzia kwa upande tofauti kidogo. Kwa upande tofauti kidogo? Kivipi? Siku ambayo unakuja hapa kijijini, macho yangu yaliona. Kaka, unaona haraka wewe. Lakini sikutaka kufanya haraka kwenye kufanya maamuzi. Ilinibidi kidogo ni fanye uchunguzi. Na ndio maana hata kwenye hizi siku 2-3 umeona nimekuwa ni mtu wa kutoka kurudi. Yote ilikuwa ni katika kuhakikisha kwamba nafuatilia kile ambacho nakihitaji, nione ni sahihi. Ni vyema kujiridhisha. Bila shaka unamfahamu binti mmoja anaitwa Zena. Kilaka mpenzi wangu, mbona upokei simu zangu? Kilaka, nimeongea na wewe, kama ni kuhusu mjomba mimi nitalipambania. Sasa kwa nini unanifanyia hivi? Naomba usiniache peke yangu. Mimi na mimi tukishirikiana kila kitu kitakuwa sawa. Sasa kwa nini unaniacha peke yangu? Unajua siwezi bila wewe. Unajua kabisa wewe ni mwanaume ambaye tumepambana kwa vitu vingi. Unajua kabisa wewe ni mwanaume wa ndoto zangu. Leo inaniuma sana. Siwezi Kilaka. Naomba usije ukaniacha peke yangu. Kilaka. 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 Zena ni binti mmoja mwembamba mweupe hivi. Nimeambiwa naishi na mjomba wake anaitwa Chiba. Huyo mjomba wake anaitwa Chiba. Kaka, muona sehemu sahihi kweli. Na umaarufu wa Zena ni wa namna mbili. Namna ya kwanza kwa uzuri wake, namna ya pili ni umaarufu wa mjomba wake. Sawa, sasa unamuonaje kwenye tabia? Anafaa tumuingize kwenye familia yetu? Anatufaa, japo watu wengi sana wanamtamani kuwa mke wao, lakini sidhani kama amefanikiwa. Karata yangu kwa Zena, anafaa kabisa kuwa sehemu ya familia yetu. Basi sawa, nahitaji Zena awe mke wangu.
hilo limekwisha. Mimi nitaongea na mjomba wake vizuri tu, atanielewa. Unajua kuna mambo yanaumiza sana akili yangu. Mambo gani tena? Kuhusu shemeji yako Kilaka. Kafanyaje? Toka siku ambayo nilimpeleka nyumbani kwa mjomba mpaka leo hii, sio mtu wa kushika simu zangu, sio mtu wa kujibu meseji zangu. Hata nikikutana naye njiani nikimuongelesha anatunijibu akieleweki. Inaniumiza sana kichwa changu, rafiki yangu, inaniuma sana. Zina, nilishakwambia Kilaka kufai hata kuendana na mwindani. Ndugu yangu, naona umefukuzwa ukweni. Pole sana bro. Ni halali ucheke kwa sababu vinachekesha, sio? Lakini light ingekuwa ni wewe, mpaka sasa hivi ungekuwa unatoa machozi. Kaka, mimi siwezi kumwaga machozi kwa vitu kama mapenzi. Alafu nilishakwambia Zena sio mwanamke wa hadhi yako. Hebu jitazame wewe, unaendana naye kweli bro? Ni kweli unachokisema, lakini kumbuka kuwa Zena nimedumu naye kwa muda mrefu sana katika mahusiano. Sasa nawezaje kumwacha? Ni kitu ambacho kiwezekani. Ona sasa, umeenda kujizalisha ukweni na umeambuliwa kufukuzwa. Bro, uone kama unajivunjia heshima. Yaani mimi nilitegemea kwamba nikija hapa nitapata ushauri wa maana, lakini mpaka najuta kuja hapa. Mwisho wa siku unanicheka, unaniona kama vile sina akili. Kaka, mapenzi yanauma sana. Light, hili jambo lingekukuta wewe, mpaka sasa hivi ungekuwa unamwaga machozi. Unachokisema ni sawa, lakini familia za siku hizi haziwezi kuruhusu binti yao aolewe na mwanaume fukara kaka. Kwenye mapenzi na pesa, siku hizi watu wanachagua pesa tu kaka. Kwa hiyo ina maana umekosa cha kunishauri mpaka niachane naye? Nachoweza kukushauri kwa sasa ni hiki: kama familia yake imekukataa kwa sababu una pesa, basi achana na mapenzi, nenda katafute pesa, na ukishazipata watakuheshimu tu bro. Sijui umenielewa? Achana na mapenzi, tafuta hela bro. Sijui umenielewa? Hebu niambie, wewe ungekuwa mzazi alafu mtoto wako anakuletea mtu kama Kilaka, ungekubali? Mimi naona mjomba tulipo sawa. Fifi, nishakwambia sitaki umzungumzie vibaya mpenzi wangu Kilaka. Unajua nilikuchukulia thamani sana, nikikuona ni rafiki sana kwangu. Nilitegemea wewe ni rafiki yangu ambaye ungenishauri, ungenisupport katika majambo yangu. Ila mwisho unakuja kunichoma msumari wa moto katika kidonda changu ambacho ni kibichi. Hapana Zina, nimeongea tu. Kwani ulikuwa unatakaje? Kwa sasa sijui nataka nini, ila moyo wangu unatamani mambo mawili tu. Mjomba aridhia mimi niolewe na Kilaka, pia Kilaka arudishe furaha yake kama awali. Kuhusu mjomba, sina nachoweza kukusaidia, ila kuhusu Kilaka mimi tuongea naye, utakuwa sawa tu. Sawa, nitashukuru sana rafiki yangu. Kumzania ndiye kumbe sie. Odi. Odi. Karibu. Bwana Zege. Ulijuaje kwamba mimi ndo natoka muda huu? Unajua mambo ya utafutaji bwana, unapoamka asubuhi basi unajikuta lazima kichwa kipambanuke.
Niambie ndugu yangu. Samahani bwana Chiba. Bwana Zege, wewe ni mtu mkubwa bwana. Unajua ujio wako wewe una jambo wakuniomba samahani mimi. Nilikuwa nataka tuzungumze kidogo, na mazungumzo nyeti sana na wewe. Una mazungumzo nyeti ya kuzungumza na mimi? Nimeshakujua wewe. Kama huhitaji viwanja, basi utakuwa unahitaji mashamba. Wewe ni mtu mzito bwana. Sasa tuwe tukazungumze pale. Wewe ndugu yangu. Kulikoni? Usio na shaka. Hivi Kilaka, umefanya nini Zena? Si ya kuelewa. Kwani mimi nimemkosea? Tasema hakupendi, hataki kukuona na anakuchukia. Zena ndo kaongea maneno hayo? Na tena nimekwambia tu kwa sababu nakupenda, ila amesema nisikwambie chochote, na amesema hawezi kuolewa na mwanaume fukara kama wewe. Fifi, unachokiongea ni sawa, lakini mimi na Zena tulikuwa na malengo makubwa sana, na nilikuwa na ndoto ya kuishi naye, yaani yeye kama mwanamke wangu. Lakini tofauti imekuja sehemu moja, wazazi wake wanitaki, na mimi sikuona umuhimu wa kuendelea na mahusiano kulingana na yale maneno ya mjomba wake, na ndio maana imefikia hatua kama hii hapa ya kutokuelewana mimi na yeye. Nitawezaje kuishi na mwanamke ambaye ndugu zake hawanitaki? Kilaka, unajaganya kuangaika na mwanamke ambaye kwa hawakutaki. Maana mimi nakupenda tu. Kwa na mimi basi. Mimi nipo tayari kuolewa na wewe wakati wowote ule. Nakupenda. Mimi na Zena nadhani natambua kabisa tumeishi kwa muda mrefu sana katika mahusiano, na mimi Zena nilikuwa nampenda sana na yeye alikuwa ananipenda. Nawezaje kuhamisha upendo kutoka kwake na kuleta kwako? Nadhani haitawezekana. Naelewa Kilaka, ni ngumu sana kuhamisha upendo kwa haraka kwenda kwa mtu mwingine, ila nakupenda sana Kilaka, zingatia hilo. Fifi, mimi nakuelewa sana, ila kwa sasa akili yangu haiko sawa. Yaani Zena ameharibu akili yangu kabisa, na akili yangu haiko hapa. Labda tu nikuombe kitu kimoja, nikishakaa sawa nitakutafuta. Kwa sasa niache. Nipo tayari kuolewa na wewe wakati wowote ule. Sawa? Sawa, zingatia hilo. Zege, haya, lete maneno. Kama nilivyokueleza, leo nataka kuongea nawe jambo nyeti sana. Jambo gani hilo bwana Zege? Ndugu yangu Adam, sitakuwa namtambua. Adamu. Nyinyi ni watu wakubwa sana unajua. Afu na ukoo ni mpana sana. Sasa kuwatambua ndugu zenu wote inakuwa ngumu sana. Labda unifahamishe. Sawa. Yeye anaishi mjini na makazi yake yapo mjini. Vipi, amekuja kutafuta mashamba? Viwanja vipo au anataka kununua nyumba? Tuchangamkie dili mapema hilo. Si viwanja wala si mashamba, kaja hapa kwa jambo moja tu. Anataka kuoa. Anataka kuoa? Si unajua kijijini kwetu hapa wanawake ni wengi sana kama jinsi unavyojua. Ni yeye tu kuchagua ambapo yeye anapotaka. Chiba, kimsingi natambua sana uwezo wako wa kulea, kwa maana ya malezi kwa ujumla. Sasa karata yangu imeanguka kwa binti yako Zena. Unamaanisha nini? Nahitaji Zena aolewe na ndugu yangu Adam. Bwana Zege, hivi naota au bado nipo usingizini? Hebu nifinye kidogo, uende kawa bado naota, nifinye. Unajua siku zote huwa nawaza sana kwamba sisi labda maskini Mwenyezi Mungu ametusahau. Kumbe Mwenyezi Mungu vile vile anatukumbuka sisi maskini. Kweli maombi yangu yamejibiwa.
nilikuwa naomba sana 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 sana. Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu amejibu maombi yangu. Bwana Zege, hili jambo limepita na limepita asilimia zote. Siamini hivyo Bwana Zege. Mayeno 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 mrekinshenule. Yani hapa niache kwanza, unajua ninafurahi sio kifani. Yani hapa nawaza tu siku ambayo ya shughuli ya mpo wangu Zena, jinsi nitakavyocheza tena. Siku hiyo nitafunga na msuri, nitaalika ukoo mzima na majirani wote na ndugu jamaa na marafiki. Na kama utakubali binti yako olewe na Adamu, basi maisha yako kwa ujumla yatabadilika. Hilo limepita, tena limepita bila kupingwa. Kura hakuna hapa za kupigiwa, amepita kwa asilimia zote. Wewe ni kupanga tu ni siku gani na muda gani wa kuja kutoa posa. Umekuwa na shauku kubwa sana Chiba. Sio shauku, nina kimuhemuhe. Ai! Siwalila wana ulaneni, siwalonga wana ulanene, siwalila wana ulaneni mau. Ae sawa. Mjomba, na kuheshimu sana, ila kwenye hili utanisamehe. Adamu, mambo? Poa. Mimi naitwa Fifi. Nakaa huko hivi, unapita njia hii hapa hivi, unatokea kula hivi utakuta nyumba ina mikorosho. Na nashukuru kukufahamu Fifi.